Mwimbie Bwana shangwe, dunia yote. Mtumikieni Bwana kwa furaha. Njooni mbele zake kwa kuimba. Jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye alituumba na sisi ni watu wake. Karibu usikilize hadithi ya mtumishi wa Mungu Happy Mbuya. Katika ulimwengu uliojaa kelele za maisha, kuna sauti chache zinazogusa roho, zinazobadilisha maisha na kuleta tumaini jipya kwa waliokata tamaa. Hii ni hadithi ya mwanamke mmoja mwenye sauti isiyobeba muziki, bali nguvu ya Mungu. Kutoka milima ya baridi ya Kilimanjaro, anazaliwa mwanamke mwenye kusudi maalum, Happy Mbuya. Leo hii akiishi katika jiji la Mwanza, Happy si tu mama wa watoto watatu, wala si mke wa mtu tu, bali ni nguzo ya imani na taa ya wengi waliopoteza mwelekeo. Nje ya huduma, anajulikana pia kama mfanyabiashara mashuhuri ndani ya jiji la Mwanza, akisimamia maisha kwa bidii na hekima. Lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na wito mkubwa zaidi. Baada ya kumwimbia Mungu katika enzi za utoto wake kwa muda mrefu, mwanzoni mwa mwaka 2019 ndipo safari yake rasmi ya muziki ilipoanza. Lakini kwa kweli huu haukuwa mwanzo, bali ulikuwa ni mwendelezo wa kusudi alilozaliwa nalo Happy Mbuya. Kupitia nyimbo zake kama vile Oga, Ambona Ageni na nyinginezo nyingi zilizomtambulisha katika huduma hii ya uimbaji, Happy Mbuya amekuwa akihubiri na kufundisha na kuonya kwa njia ya kipekee kupitia nyimbo zake na katika majukwaa ambayo anahubiri. Sauti yake imekuwa ni daraja la matumaini, mahali ambapo wagonjwa hupata faraja, waliokataliwa kupata kukubalika, na waliovunjika moyo kupata nguvu mpya. Katika hatua ya ujasiri na imani, Happy Mbuya alizindua huduma yake mpya, Gospel Healing Power. Huduma hii si ya kawaida, ni jukwaa la miujiza, mahali pa maombi na mlango wa kukutana na nguvu za Mungu. Kupitia huduma hii, amekusudia kuandaa mikutano ya Injili inayochanganya uimbaji wa roho na maombi yenye nguvu, ili watu waponywe, wafunguliwe na wapokee uwepo wa Mungu wa undani zaidi. Mwaka 2026 ameandika historia mpya. Kwa mara ya kwanza, Happy Mbuya alitambulisha rasmi huduma yake ya Gospel Healing Power. Ilikuwa ni Februari 20 mwaka 2026, huku akishirikiana na waimbaji wengine kutoka ndani ya Mwanza na nje ya mipaka ya Mwanza kama vile Obi Alpha, Tumaini Njole, Fred Rushaka, Allen Mlelwa, ATM na waimbaji wengine wengi. Tamasha hilo halikuwa burudani tu, ilikuwa ni mlipuko wa uwepo wa Mungu. Watu wengi walifunguliwa, wengine waliponywa, na wengi walimpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hii si hadithi ya umaarufu. Hii ni hadithi ya kusudi alilolibeba mtumishi wa Mungu Happy Mbuya. Hii si safari ya muziki tu, ni safari ya wokovu. Kupitia sauti yake, Happy Mbuya anaendelea kugusa maisha na kuponya mioyo na kuleta nuru mahali palipo na giza. Tunayo sababu ya kumtukuza Mungu kwa sababu anaendelea kutumia watu wake. Na huyu ni Happy Mbuya. Niliweka sauti hii ni mimi, Pasco Kadusha, wengi wananiita PK Shalom.